salama. Bwana ametwaa. Oh, oh. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana.
Bluetooth mode. La Roho Mtakatifu. Amen. Eklesia mama yetu ni tayari kumpokea ndugu yetu Alphonse Miroir ndani ya kanisa kwa kuagana naye katika maisha yake hapa duniani. Ombe. Sisi tunakuomba sana huruma yako ili marehemu mtumishi wako Alphonse uliyehamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunakuomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu, mwana wako anayeishi na kutawala pamoja nao na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Amen. Ndugu wapenzi, tusimame na ibada yetu. Wanaotuacha kwa desturi, ibada yetu ni kuagana na marehemu, ni kumwombea Mungu amfungulie kwa amani katika safari yake toka huko duniani na kwenda huko mbinguni. Mungu aweze kumpumzisha kwa amani, na zaidi pia tunaombea jamaa inayobaki ili wapokee tukio hili la kifo kwa Kristo. Tunakumbuka ya kwamba maisha yetu malaika na turumie, tuondolee dhambi zetu, tufikishe katika uzima wa milele. Amen. Usimame, tumekuja kusali hapa, tumekuja kuungana. Yeah.
Mungu Baba Mwenyezi, tuungama kwa imani ya kuwa mwana wako alikufa na kufufuka. Kwa ajili ya fumbo hilo, umfanyie mtumishi wako Alphonse wa Amba aliyekufa pamoja na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Amen. Yesu Kristo. Sasa ni wakati wa kusikiliza maandiko matakatifu. Tunaombwa tulinde ukimya. Sura ya 3 mstari wa kwanza na mstari wa 9. Somo katika kitabu cha Hekima. Machoni pa watu wapumbavu walionekana kwamba wamekufa, na kufariki kwao kuliangaliwa kuwa hasara yao. Kuondoka kwao kutoka kwetu kulizaniwa kuwa ni uharibifu wao, bali wao ya kitumaini chao wako katika malipizi Mateo. Kwa kuwa Mungu amewajaribu na kuwaona wamestahili, kama dhahabu katika tanuru amewajaribu, akipima moyo wao. Kama vile sadaka kamili iliyotolewa aliwapokea. Waliotia kitumaini chao katika Bwana watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika matendo yake, kwani atawapatia wateule wake neema na huruma. Ndilo neno la Bwana. Asante Bwana. Karibu waimbaji kwa wimbo. Mstari wa 13 hadi na waimbaji kwa nyimbo za mashangilio. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
siku 3 kisha kufa kwake Bwana Yesu, wanafunzi wawili walikuwa wakienda kijiji kimoja toka Yerusalemu, mwendo wa mastadi 60, na kijiji jina lake Emau. Nao walikuwa wakizungumza juu ya mambo yale yote yaliyotukia. Basi katika kusimuliana na kubishana kwao, Yesu mwenyewe akawajongea, akafuatana nao, lakini macho yao yalizuiwa wasiwezi kumtambua. Yesu akawaambia, maneno gani haya mnayosemezana hivi katika kutembea? Nao wakasimama wamekunjika uso. Mmoja wao jina lake Kleofa akamjibu hivi, ati wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu, hata ujui yaliyotendeka humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamjibu, yale ya Yesu wa Mnazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo kwa matendo na kwa maneno mbele ya Mungu na mbele ya watu wote, na jinsi makuhani wakuu na wakubwa wetu walivyomtoa katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Sisi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye atawakomboa Waisraeli. Lakini zaidi ya hayo yote, sasa ni siku 3 tangu mambo hayo yalipotukia. Tena wanawake wengine wa kwetu wametushtusha. Walikuwako kaburini asubuhi na mapema, wasipokuta mwili wake. Wakaja wakasema ya kama hata malaika wamewatokea. Waliowapa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakakuta vivyo walivyosema wanawake wale, bali yeye hawakumwona. Naye akawaambia, enyi wajinga na wenye moyo mzito wa kuamini yote yaliyonenwa na manabii. Je, si ilikuwa lazima Masia ateswe hayo apate kuingia katika utukufu wake? Tushangilie neno la Bwana. Akawapa wafasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Kisha kula, akatwaa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafasi wake akisema,
Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele. Sasa yumwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Injili hiyo kwa kunikumbuka. Nilimuita kwako watu katika dunia hii, umfanyizie aliyeungana na mwana wako katika kufanana naye katika kifo chake, aungane sasa naye katika ufufuo. Uwakumbuke marafiki waliopata kulala matumaini ya ufufuo, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu. Ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili ingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Ili wa Kristo tulinde kwa soma Mungu. Tusikie yale ambayo jamaa inaandaa. Sisi kwanza hii hotuba tunasema kama wajene wanasema hivi, tukishatoka kule kumazishi kila mtu aikale fasi yake kwa sababu uko mlo. Hotuba ya marehemu aliitwa kwa jina la Mmewa, anaitwa kwa jina la Alphonse Mmewa Abwe maarufu Amba, ndio jina maarufu hili. Jina la baba yake aliitwa Lobea Abwe. Wa jamaa la Bafulo Bakwena Bashimwanebe ni Bazoba jina la mama aliitwa Alima Mwana Biobe, mtoto wa Nyenga, jamaa la Babungwe Bashisembe. Kuzaliwa kwa marehemu alizaliwa tariki 13 mwezi wa pili mwaka wa 1938 Pamao pale Mwamsongo. Masomo, marehemu alisoma
somo la msingi Baraka Mission Catholique ikigaliki kule yule. Secondaire alimaliza cycle d'orientation. Formation yenye alifanya formation professionnelle. Alifanya formation tano. Formation ya kwanza alifanya formation ya kinganga iko A3 Moscow, ndo kwenye alitumika hiyo formation. Formation ya pili alitumika Moscow ya cadastre. Formation ya tatu alitumika kijeshi Birgali. Formation ya ine alitumika vile vile Birgali, ufugaji na arbitrage. Ndoa, tusikie tukale kimya. Ndoa, mzee marehemu alioa wake wengi, lakini kwa ile hali yenyewe alioa wake wengi ikabidi achague ndoa. Ikabidi achague ndoa. Mnisikilize mzuri. Ndoa, sijue kama tunasema nini. Mungu wa kwanza aliitwa Salima Echa wa Jamala Balenga Bashe Sombo. Wa Jamala Balenga Bashirwamba. Alizaa naye watoto 12, wanaume 7, wanawake 5. Waliyekufa wanaume 3 na wanawake 2. Mke wake wa pili Teresa wa Jamala Bashi alizaa naye mtoto mmoja mwanaume. Pili, mwanamke wa tatu Pili Msabaha wa Jamala Balenga Bashe Sombo alizaa naye watoto 3, wanaume 2, mwanamke mmoja. Mke wa 4 Taabu Fatuma wa Jamala Babongwe Bashimboko alizaa naye mtoto mmoja mwanaume. Rosa Mkombelwa ndo mke wa 5 wa Jamala Basombo, alizaa naye watoto 2 wa kike. Mke wa 6 Salima Masudi alizaa naye watoto 2, waume 1, mwanamke 1. Mke wa 7 alizaa huyo mke, huyo mtoto alimzalia iko Lubumbashi, na Kinshasa akazaa mwingine, na Kalemi akazaa watoto 2 wa kike.
jamaa hawa ndo wabibi wa marehemu au watoto wa marehemu wajetu kunao hapa. Jumla walizaliwa watoto 27, wanaume 16 na wanawake 11. Waliokufa wanaume ni 3 na wanawake 2. Walio hai ni 22. Aliacha wajukuu 8, wanaume 49, wanawake 31. Wachukuruzi ni watoto 18, wanaume 8, wanawake 10. Jumla ya familia ya Notabe marehemu baada ya kuoa wanawake wengi, yeye alibidi kumchagua mmoja, ndo ule anayeitwa Salima Echa. Ule akarishiwa ndoa kuserikali na kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kazi za mzee. Marehemu alitumika kazi mbalimbali kama zifuatayo. Mwaka wa 1962 ahadi 64 alifanya kazi ya ufugaji wa jeshi la mzee Laurent Desire Kabila pabrigadi. Alikuwa representant wa ONU muteritwari ya Fizi, ambao walitumika na action kusaidia. Alikuwa mganga, pia akatumika kadastre Fizi na kukata mji kama Mboko, Baraka na Kazimia. Aligonjwa muda mrefu, alisumbuliwa na magonjwa ya prostate. Baadaye ikazaa kisukari, kiisha tension, hata kupooza mkono. Matunzo. Marehemu alikufa tariki 23 mwezi wa 3 mwaka wa 2025 na saa 7 na ugonjwa wa tension. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani.
Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni. Hello,